Mambo vipi brother? Safi. Unaitwa nani kwa majina? Anaitwa Mushi. Unaitwa Mushi. Wewe ni mwenyeji katika shughuli hii ya bodaboda na imani umeifanya sana kwa muda mrefu. Mpaka sasa hivi umehamia kwenye bajaji. Unaelewa vizuri? Hivi kazi ya bodaboda au changamoto ya hizi kazi za vyombo vya moto vina ugumu kiasi gani? Changamoto ni kubwa. Kwa sababu kwanza changamoto ya kwanza, ukiwa na chombo kidogo kama bodaboda, wale wenye vyombo vikubwa kwanza wanakudharau. Ndio. Changamoto ya pili ni kwamba kuna wale ambao wanatumia bodaboda kwa vitendo vya uhalifu. Ndio. Kwa hiyo wale wanasababisha wale ambao wanafanya kazi kwa kupata riziki waonekane kama wote ni wahalifu. Ndio. Kwa hiyo ni changamoto, unakuta hata sehemu unakatiza unaweza ukahisika vibaya au nini. Na kilichokuja kutusaidia ni hii mambo ya kujiregister kwenye kijiwe. Ndio. Kujisajili kwenye kijiwe, unapewa namba na namba yako pale nyuma. Kwa hiyo mtu akikukodi anajua namba fulani amechukua kwenye kijiwe fulani. Kwa hiyo ile ndio imesaidia hivi vitendo vya uhalifu wa bodaboda vinaanza kupungua. Unamshauri nini mzazi au kijana aliyoko shule au aliyoko mtaani anayetaka kuanza kazi hii ya vyombo vya moto au biashara hii ya bodaboda? Anaweza akaifanya, lakini inahitaji umakini mzuri, uaminifu mzuri, na kujiweka katika hali ya smart. Tusichukulie tu ni bodaboda unakaa rafu, ni kazi kama kazi nyingine. Unatakiwa uwe smart, uwe safi, umeoga nini na perfume yako unapuliza. Unapombeba mtu mwenyewe anasikia nao nimebebwa na msafirishaji. So unajiweka tu kamndala, sijui umeweka ndala huko, suruali tu imechanika, mara kishie tu umevaa kikaushi. Sasa ile unajiweka kwenye mazingira kama uisamini hiyo kazi. Bodaboda ni kazi na kuna watu wamefika hatua mbali. Ndio wako waliojenga kwa ajili ya bodaboda, wako wamefungua biashara kwa ajili ya hizo bodaboda. Tangu umeanza kazi hii ya bodaboda unaweza ukawa na miaka 20 na kadhalika, kwa sababu ni miaka mingi sana. Umeexperience nini kwenye shughuli hii mpaka sasa hivi unahama stage kutoka kwenye bodaboda kumiliki mpaka bajaji zako kama hivi zinapishana barabarani? Ni experience ni kubwa kutokana na wewe unavyoamua kufanya kazi kwa uaminifu. Ndio. Unakuwa unajitengenezea soko kubwa la wateja. Ndio. Kwa hiyo unapojitengenezea soko kubwa maana kuna wateja wengine anaweza kukutuma. Ndio. Peleka hichi kitu fulani pale. Mwingine anakupata hela milioni 2 peleka sehemu fulani. Ndio. Sasa hii inakutengenezea, anakuwa anakuamini, utafanya naye mambo makubwa zaidi, kwa sababu uaminifu ni mtaji mkubwa sana katika kazi yote unaofanya. Wale ambao sio waaminifu akipewa hela vile anaweza akachora akaona amepata maisha, lakini anajaribia. Kwa hiyo ndio hivyo unakuta mtu mwingine paka anakuja anakuwa bosi, anamtumia kwenye shughuli zake kumtumatuma nini, lakini baadaye anaona huyu mtu ni mwaminifu, yeye mwenyewe anaamua